Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nimeshukuru Jehova Mungu kwa ajili ya siku ya leo pamoja na wema wake. Wacha tuombe ndio nisome Biblia ambayo Bwana amenipatia. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, muumba wetu, ewe Baba wetu, ewe Jehova, tumejikabidhi mkononi mwako wakati kama huu katika hiki kipindi cha mahubiri. Kama sio wewe ndio hubiri, mimi sitahubiri Jehova. Kama wewe si utapeana watu masikio ya kusikia, mimi sina la kufanya. Lakini Baba, nimejikabidhi mkononi mwako, utakaza mdomo yangu. Popote mahali hii maneno itafikia, Baba nimewachilia mkononi mwako. Fanye kazi zako, miujiza na ishara, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Wacha tuendelee na tusome agano. Wacha tuende tukasome Yeremia 29 ndogo 11. Hapo tu ndio tutanenea. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapo nanyi tumaini siku zenyu za mwisho. Kwako mahali uko, Mungu ako na mawazo na wewe. Anakuwazia mazuri. Agano inasema ya kwamba haja kuwazia mabaya. Na tena ni siku zako za mwisho zijazo, baada anakuwazia tu mazuri. Si hapa peke yake. Kwa hivyo niko hapa nikueleze ya kwamba ikiwa Mungu ndiye amesema, asemaye Bwana, asemaye Bwana, declares the Lord, asemaye Bwana, amesema ya kwamba akona mapango mazuri, mawazo mazuri. Kile anakufikiria, yani vile anakufikiria, vile anakuwazia. Agano inasema ya kwamba anatuwazia mazuri. Niko hapa nikwambie, kama ugonjwa inakudhuru, uko na shida mingi, uko na mawazo, usiopendwa na watu, una bwana, una bibi, una mtoto, una mazuri, uko tu vile ulivyo, una mbele wala nyuma, wewe uko hapo. Agano inasema, kwa maana ninawawazia mazuri, maana nayajua mawazo ninayowawazia. Mungu amejua ni nini anakuwazia. Maana ninayajua mawazo ninayowawazia. Kile Bwana anakuwazia, yani kile anafikiria maishani mwako. Agano inasema akufikiri mabaya, anakufikiria mazuri. Lakini si hapa peke yake. Amesema anakuwazia mazuri mpaka siku yako ya mwisho. Inamaanisha kwamba ukijikabidhi mkononi ya Bwana sasa, wakati kama huu, ujiwekelee mkononi mwake, mawazo zake mazuri ambayo anawazia juu yako itafika. Hata kama ni kile watu wamekuchekelea, mpaka wengine wamekuongelesha mabaya, wakasema hata kama unajaribu haitawezekana. Niko hapa nikwambie, Bwana anakuwazia mazuri. Hiyo ni ya mdomo ya binadamu, si ya Mungu. Ya Mungu ni mazuri, ya binadamu ni mabaya. Sasa tutaona yule atashinda mwenzake na nguvu. Ikiwa mwanadamu anaweza kushinda Mungu na nguvu, nitashangaa sana. Kwa maana nimejua Mungu akona ushindi, akona uwezo, akona mamlaka, akona kila kitu. Sasa wachana na mawazo ambayo binadamu anakuwazia. Hebu tarajia mawazo za Bwana. Tazama Mungu, ngojea Mungu, umuongeleshe. Mwambie wewe ndio umesema unaniwazia mazuri. Wewe ndio unaniwazia mazuri. Sasa niko hapa mimi ninangoja hiyo mazuri. Hata kama ni ugonjwa ambao imekusumbua mwaka na mwaka,
masiku kadhaa, niko hapa nikwambie, Bwana anakuwazia mazuri. Maradhi ama magonjwa ni ya Saitani. Saitani hana mawazo mazuri nazi. Yeye kazi yake ni kuharibu. Na Mungu amesema yeye anatuwazia mazuri. Ninataka leo uchukue wakati wako, ukimbilie Jehova. Enda kwa Mungu, umweleze ya kwamba agano inasema unaniwazia mazuri. Niko hapa mimi, ninangoja hiyo mazuri unaniwazia. Niko hapa mimi, ninataka uponyaji. Niko hapa mimi, ninataka watoto. Niko hapa mimi, ninataka bwana. Niko hapa mimi, ninataka mwanaume. Yani niko hapa mimi sababu agano inasema wewe ndio umesema unaniwazia mazuri. Hiyo mazuri unaniwazia, ninataka nijenge nyumba. Hiyo mazuri unaniwazia, ninataka niwe na boma langu. Hiyo mazuri unaniwazia, ninataka kazi. Hiyo mazuri unaniwazia, ninataka yani cheo. Kuna wengi wametamani gari sana, sababu hawajapata gari, sababu hawajajua Mungu anawawazia. Ni heri ujikabidhi mkononi ya Mungu ili akupatie. Haimaanishi una pesa. Pesa uko nayo, lakini njia ya kupata kitu ndio umeshindwa. Jikabidhi mkononi ya Mungu. Kuna watu wengi wanafanya kazi na wanakula pesa nyingi, lakini hawajui Bwana anawawazia mwema. Bwana anawawazia mazuri. Anafikiria tu ako tu peke yake. Glory Jesus. Thank you my Father. Hauko peke yako, kwa ajili Mungu anasema anakuwazia mema, mazuri. Mafikira zake kwako, anafikiria vitu vizuri. Siku ya Jumamosi nilikuwa mahali, nikaitwa, nilipigiwa simu na usiku ya kwamba kuna mtu anakonjeka sana mpaka anapiga tunduru na ni mwanaume. So nikaitwa hiyo usiku niende, nikajaribu kwenda, nikapata ni usiku sana. Nikawaeleza wacha nilale, kesho very yani kesho mapema sana nitakuwa hapo. Nilipoondoka niko kwa gari ninaenda, nikapigiwa tena. Nikasema hapana, niko kwa gari ninakuja. Nikafika, nikaomba. Kabla sijaona mgonjwa, nimeomba tu. Kawaida yetu, kawaida yangu, nikiingia ninaomba, nikitoka ninaomba. So nilipoingia nikaomba, nikakaa chini. Mama wa nyumba kaniambia nikunywe chai, nikasema nataka mgonjwa. Mgonjwa akaletwa. Mguu zake zote zimefura. Mpaka ukishika hivi ni ngumu. Nikamsomea maandiko zingine ndogo tu. Nikamfundisha, sikuhubiri, nilimfundisha. Mwishowe nikamweleza nataka nikuombe. Piga magoti yako chini. Akapiga magoti chini, nikamuombea. Nilipomuombea, nilipomaliza kuomba akaniambia, nilipowekelea mkono juu yake kwa kichwa, akasikia kama kitu inafuta vitu maishani mwake. Inafuta. Sio mimi ndiye nilikuwa nikivuta vitu, ni Mungu. Nguvu ya Mungu. Kwa maana Yesu alisema amepewa nguvu zote juu mbinguni hata na ulimwengu, lakini anatuachia hizo nguvu sababu anaenda kuishi na Baba. Sasa hiyo nguvu ambayo nilikuwa nikitumia ilikuwa ya Mungu. Akaniambia nguvu pia ilimuishia mpaka ameshindwa ataanza na maombi. Nikatoka hapo nikashukuru, nikawaeleza ninawataka kwa church. Walipokuja kwa church, nikapata amepona. Mguu kufura ilipunguka. Yani haikuwa imefura sasa. Nilihubiri, mimi ndio nilihubiri siku hiyo. Nilihubiri. Kumaliza kuhubiri, nikaita watu wakuje mbele waombewe. Wakakuja. Nyumaye ninabaki na wageni. Tukanenda na wageni tukawaombea tena.
Alafu huyu mzee alinenewa na pastor mwingine, si mimi. So alipomaliza na huyo pastor akasema lazima anione. Alipokuja nikamweleza piga magoti, simu pastor amekwambia ati ndio piga magoti, mpya nataka nikuombea mwisho. Akapiga magoti chini, nikamwekelea mkono, nikaamuru nguvu zote za mwovu shetani imuondokee katika jina la Yesu Kristo. Nikawaeleza nimewaweka wasiwe na nguvu maishani mwake, watoke. Nikaomba maneno ambayo nilitaja, siwezi nikakuambia yote. Niliomba, akasema amen. Akamuka akaenda. Alipofika kwa nyumba akaeleza bibi yake, ai, na yule bishop yenyu akiwekelea tu mkono yake kwa kichwa yangu, ninasikia tu kama akona ni radi, ni spark, ni kama nimeshikwa na kitu. Vitu zote sasa mwili yangu ina vibrate, inaguruma. So nilieleza bibi yake, si mimi ndio mkono wangu iko na vibration, lakini nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yangu ilikuwa ina vibrate maishani mwake ili iondoe hizo machafu. Nikawapigia, kaniambia ako mzima. Niko hapa nikwambie, kama Bwana amekupangia mazuri, amekuwazia mazuri, mema, leo chukua hiyo mazuri Bwana amekuwazia. Chukua. Ana kama ulipigiwa na ugonjwa mpaka wakwa kiwete lakini hukusaliwa kiwete, chukua mazuri ambayo Bwana anakuwazia. Na kama uko hospitali unangoja upasuaji, chukua mazuri, mawazo mema ambayo Bwana anakuwazia. Kwa ajili kama sio Mungu, uwezi ukaweza peke yako. Uwezi ukaweza. Mungu akona nguvu, akona uwezo, anafunja maminyororo. Kuna nguvu katika jina la Yesu Kristo kufunja maminyororo. Sasa kubali maminyororo zote zifunjwe. Maminyororo zote zifunjwe. Maminyororo zote zifunjwe. Maminyororo zote zifunjwe. Nguvu ya Yesu Kristo iko na nguvu sana ya kufunja maminyororo. Agano inatueleza ya kwamba Bwana anatuwazia mazuri. Wacha nisome tena. Maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi. Mungu amejua mawazo anawawazia. Mawazo ananiwazia. Mawazo anawazia boma yako. Mawazo anawazia watoto wako. Mawazo anawazia bibi yako. Mawazo anawazia bwana yako. Yani mawazo anawazia kazi yako. Mawazo anawazia shamba yako. Yani nisemaje, ukoo wako Mungu anawazia mazuri kupitia kwako. Wengi wametamani Mungu awawazie mazuri, lakini leo hii Mungu ameleta hapa ya kwamba amekuwazia mazuri. Hata kama ulipelekwa kwa waganga kama ujui, pecha yako ilipelekwa kwa waganga, kifuli zako ilipelekwa kwa waganga, mguu yako walichimba mchanga wakapeleka. Niko hapa nikwambie, haitawezekana. Hiyo mapango yao imeharibika sababu Mungu anakupangia mazuri. Mazuri zote Bwana anakupangia leo utaziona. Nada kama ulifutwa na kitu, Bwana atafuta sasa. Ataifuruta ilete. Ataiondoa mahali ilikuwa imefichwa. Sababu yeye ndiye amesema anatuwazia mazuri. Akona mawazo mema kwetu. Anataka kuharibu mawazo mabaya ya shetani maishani mwako, kwa ukoo wako, watoto, nyumba, boma, mahali popote. Shetani anakuwazia baya. Hata kwa madui zako Bwana ako tayari, sababu amesema yeye ndiye anatuwazia mazuri. Ningependa kuuliza ya kwamba ni nini shetani anakufanyia? Ni nini adui anakufanyia? Ni nini inakuwa kwako mabaya? Ni nini mbaya kwako? Sababu Mungu ako tayari. Yeye ndiye ametangaza hali ya hatari. Ametangaza na sauti kubwa. Ametangaza na hakika. Ametangaza na ukweli ya kwamba anakuwazia mazuri.
Niko hapa nikwambie leo, chukua zile Bwana anakuwazia mazuri. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Usema Bwana. Niko hapa nikwambia kile Mungu amesema binadamu aweze akaharibu. Nobody to nullify the declaration of God. Hakuna yule ataharibu kile Bwana amepanga. Asemaye Bwana. Sababu anakuwazia mazuri. Kuja uchukue. Nimekukaribisha ukuje uchukue. Kuja. Uchukue mazuri ambayo Bwana anakuwazia. Kuja uchukue mazuri ambayo Bwana anakuwazia. Kuja uchukue mazuri ambayo Bwana anakuwazia. Lava kwa maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Asema Bwana. Mungu mwenyewe sio mnabii, sio mwanafunzi wa Yesu Kristo, sio mhubiri, sio mwalimu wa neno. Ni Mungu yenyewe. Mungu sio mtu. Hakuna yule utapitia kwake uende kwa mawazo mazuri ya Mungu. Ni Mungu ndiye anakuwazia mazuri. Niko hapa nikueleze, utakapojua hii sauti ninanena na wewe, ni sauti kutoka kwa Bwana. Bwana anasema yeye mwenyewe Mungu wetu, muumba wetu, mlinzi wetu, Mungu mwenye ulimwengu kwote, ulimwengu na mbinguni mkononi mwake, ni yake. Mawazo ambayo anakuwazia sio ya binadamu. Hata kama binadamu alikuwazia mabaya, itaharibika leo sababu Mungu anakuwazia mazuri. Hiyo ni mawazo kutoka kwa Mungu. Sijasikia kama inasema mnabii mwingine amesema. Hebu nirudie usikie. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Asema Bwana. Sio Yeremia, sio Paulo, sio nani, lakini Mungu mwenyewe ndiye amesema anakuwazia mazuri. Mazuri ambayo Bwana anakuwazia. Kuja sasa uchukue. Njoo upokee mazuri ambayo Bwana anakuwazia. Ninakuwazia mazuri. Binadamu kama binadamu anaweza kukuwazia mabaya. Anaweza kutamani ukufe. Anaweza kutamani uwe wazimu. Anaweza kutamani amalize boma yako yote. Anatamani hivyo. Anakuwazia mabaya. Lakini agano inatueleza ya kwamba yule anatuwazia mazuri ni Mungu. Asema Bwana. Achana na zile vitu umesikia binadamu anasema. Sikia yale Mungu anasema. Hebu ingiza vitu za Mungu maishani mwako. Maana nayajua mawazo ninayowawazia nyinyi. Asemaye Bwana. Bwana ndiye amejua mawazo ambayo anawawazia. Si binadamu. Binadamu anaweza kunena kama binadamu, sababu binadamu anaangalia tu. Lakini Mungu amesema ya kwamba amejua mawazo anawawazia. Asemaye Bwana. Kile Bwana amesema, hata kama nani akuje kwako akitaka kufanya mabaya, hakuna hata haribu za Mungu, hakuna hata ingia, hakuna haitafanya kazi. Hata kama ilikuwa imeshafanya kazi, niko hapa nikwambie Bwana anakuwazia mazuri. Kuja kwake aondoe mabaya ambayo inakusumbua, ambayo watu walikuwazia. Njoo kwake Mungu akuwazie mazuri, sababu anakuwazia mazuri. Ninasikia uwepo wa Bwana katika hii jukwaa, ya kwamba anakuwazia mazuri, ya kwamba leo hii baya zitatoweka, mazuri zitaingia. Kwa ajili Mungu ndiye amesema anakuwazia mazuri. Wachana na yale binadamu amekuwazia mabaya mpaka kafanya watoto wako wawe zarati, wengine wawe wajinga, wengine wawe wakatili. Wachana na hiyo. Kuja kwake Mungu sasa anakuwazia mazuri, atatoa hizo mabaya.
zimeingizwa kwa boma yako. Sijui unafikiriaje? Sijui kama uko na mafikira nyingine kupitia hii. Mimi ningekuwa wewe, ningeshaanza kuongea na Mungu. Ningeshaanza kusema maneno ambayo inaniumiza mbeleni yake Mungu. Tulipokuwa kwa kanisa Jumapili, mama mwingine alitoka mahali Madhari. Akakuja, akaanza kufanya ushuhuda. Akasema ananionanga kwa TV. Na kuna siku nilienda kwa crusade mahali alikuwa. Na tulipohubiri mpaka tukasema watu watoe matoleo. Akasema vile Nereah yako hapa, nimejua nikitoa matoleo Mungu atanitendea. Na alituambia kwamba alikuwa na shilingi 200 peke yake. Akakimbia kwake, akachukua hiyo 200 akaweka kwa bahasha, akaweka hapo kwa jukwaa, kwa madhabahu. Yenyewe tuliwaombea. Ilikuwa Jumapili jioni. Jumatatu ikapita. Jumanne kijana yake akapata barua, anapanda ndege anaenda kufanya kazi nje ng'ambo. Akasema ni Mungu wa Nereah. Nereah Mungu wake amenifungulia njia. Mtoto wangu sasa ako ng'ambo. So ilimlazimisha akuje kwa kanisa letu afanye hiyo ushuda. Akasema Yesu zile ninahubiri vile ninahubiri sasa. Anakaa chini anangoja mahubiri zangu mpaka ziishe, na tuombe na yeye kwa TV. Ndipo anavaa nguo anaenda kwa kanisa yake akisamaliza kuomba na mimi kwa TV. Kwa nini? Kwa ajili anasema maneno ambayo ninahubiri inamgusa, inatoa vitu kwake. Sasa niko hapa nikwambie, Mungu ndiyo amesema anakuwazia mazuri, mawazo mema, mabaya zitatoweka sasa. Niko hapa nikueleze, njoo kwake Yesu Kristo sasa. Mabaya zinatoweka sasa. Nishaona mengi wakati Yesu Kristo anatoa mapepo kwa watu. Mwana nena hata yale hukufikiria watasema. Hata saa hii ako tayari kuanguza vitu vyo chini na ingize vitu zake nzuri. Hakuna uwezo wa kufanya hivyo. Hakuna uwezo wa kufanya hivyo. Na kuna uwezo wa kutenda kile binadamu hawezi akatenda. Mungu wetu anatenda sababu ako na nguvu. Anakuwazia mazuri. Hata kama unaota ndoto mbaya, Bwana anataka ndoa hiyo ndoto mbaya. Hata kama wewe unafanya usingizi kwa ndoto, Bwana kuna nguvu ya kutoa hiyo. Hata kama wewe uko na mawazo yasiyofaa, Mungu akuna uwezo ya kutoa. Hata kama wewe umependa vita sana, unataka tu kuua watu, Bwana kuna uwezo wa kutoa hiyo. Hata kama ulishaua mtu na huyo mtu anakuroga sasa, Mungu akona uwezo wa kutengeneza maisha yako. Akona uwezo wa kuondoa hiyo sasa ili ubaki huru. Hata kama uko na maradhi ambayo daktari alikwambia haitapona, anangoja tu kufe, dawa ambayo anakupatia ni ya painkiller tu, ya kuzuia tu uchungu. Niko hapa nikwambia Mungu wetu atatoa hiyo maradhi, sababu anakuwazia mazuri, haja kuwazia mabaya. Gani nasema maana ninayawazia mazuri. Asante Jehova. Maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio mbaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenyu za mwisho. Mungu afikiri maneno maovu kwako. Mungu akufikirie ama awazi maneno mabaya kwako. Lakini agano nasema anakuwazia mazuri wala sio mabaya. Mabaya itatoweka sasa. Mabaya itawekwa kando. Mazuri za Mungu itafanya kazi. Nimeshukuru jina la Yesu Kristo wakati kama huu. Mazuri ya Bwana itafanya kazi.
Amesema hayo mazuri anakuwazia, sio mabaya. Anakuwazia mazuri mpaka siku ya mwisho. Maana hujui siku yako ya mwisho, lakini Bwana amejua ya kwamba anakuwazia mazuri mpaka siku ya mwisho. Inamaanisha mabaya ambayo kwa maishani mwako Bwana anataka kutoa, sababu anakuwazia mazuri. Ninataka tuombe na mtu ambaye anasikia anataka mawazo mazuri muingie ya Mungu. Mawazo mabaya ambayo shetani ameweka maishani mwake, kilio ambayo amelia, fikira ambayo amefikiria, mabaya ametendewa, hata mabaya yeye mwenyewe ametenda. Bwana ako hapa sasa, ako tayari kukutendea mema, sababu anawaza mazuri kwako, hawazi mabaya kwako. Inamaanisha mabaya itatoweka sasa na mazuri za Mungu zitaingia. Mungu ako na uwezo zote ya kutendea makuu, ya kutendea makuu. Yeye ako hapa akufanyie miujiza na ishara. Ni nani anaweza kukuja kwake Mungu ili Mungu ambadilishie mawazo mabaya ambayo Shetani alikuwa amemwazia, ili Mungu amuondolee mabaya ambayo Shetani alikuwa amemwekea, ili Mungu apigane na maadui zake, abadilishe mafikira ya maadui zake. Ni nani? Ninangoja wewe sasa tuendelee na kuomba. Maana gani nasema ya kwamba Daudi alisema, ewe Bwana, badilisha fikira maadui zangu ziwe ujinga. Mungu ako na uwezo sasa kubadilisha mafikira ya maadui zako ziwe ujinga. Hawatakumbuka mazuri, sababu Bwana ako tayari kubadilisha mawazo zao. Wacha tukaende mbele ya Mungu ili tuombe. Niko hapa nikijua ya kwamba tutakapomaliza maombi, wewe utapiga simu na utasema kile Bwana amefanya. Hata saa hii ninasikia uwepo wa Bwana na Roho Mtakatifu inaniambia Bwana ameanza kufanya kazi maisha ya mtu sasa. Chochote ambayo inatendeka mabaya kwa maisha yako, Bwana anatoa sasa. Tena hata kama ni maumivu, itatolewa sasa. Hebu tuombe. Baba wetu mtakatifu, nimekabidhi huyo mgonjwa mkononi mwako. Nimekabidhi huyo mama, huyo kijana, huyo baba, huyo boma. Baba, wale ambayo Shetani aliwawazia mabaya, agano yako inasema wewe unatuwazia mazuri. Umuwazie mazuri mpaka siku ya mwisho. Umuondolee mabaya. Baba, umponye, umbariki, umpatie kazi, umpatie visa, umpatie chochote ambayo anataka. Jehova, umpatie kile moyo wake inataka. Pigana na maadui zao, ng'ang'ania na maadui zao, nyang'anyi vitu zingine ambazo maadui zao zinaweka. Jina lako tukuzwe katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Haleluya, haleluya. Mimi ambayo nilikuwa nikinena na wewe, ama ambaye alikuwa anakuelezea maneno ya Mungu, ama yule ambayo alikuwa anakuhubiria, ni Askofu Nereah Mbewa. Ninatoka kwa kanisa la Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi, Njogoo Road, Makongeni. Ukitutaka shuka Rekana, enda upande wa Makongeni, Njogoo Road Police Station, Makongeni. Ingia kwa hiyo njia ya mapolisi, hiyo njia ya polisi, enda tunaye mpaka mwisho, utupigie simu, tutakuchukua. Ukitaka uone mazuri ama mawazo mazuri ambayo Bwana anakufanyia, njoo kwetu. Nimejua ya kwamba utatamani dumu hapo, sababu utaona makuu ambayo Bwana atakufanyia. Asante. Mungu akubariki. Chukua namba yangu 07 0 7 2 0 4 0 3 9 1 3. Mubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Tukutane wakati wa Mungu. Amen, amen. Shalom. Eternal Father,